haya ukiota ukashtuka, sunna baada ya kumlani shaitani na kutemea kushoto, ugeuke kutoka upande uliokuwa umelala. Ndugu zangu, Uislamu kama tulivyosema katika utangulizi haukutuacha kwenye kitu. Katika masala ya ndoto hizi za kutisha hizi, wakati mwingine ule mlalo unaolala ule una athari kwa kile unachoota. Kwa mfano, sunna inakuambia ukilala, lalia upande wa kulia na uweke kiganja chako cha kulia kwenye shavu la kulia. Kwa hiyo ulale hivi. Lakini uelewe, unalala saa 4 unakuja kuamka saa 10, masaa takriban 6. Kutafuta usingizi mpaka usinzie, wakati mwingine ushageuka nini. Asa kuna milalo ukilala lazima utaota vibaya. Moja ni kulala chali. Unapolala chali kuna asilimia kubwa za kuota ndoto mbaya, ikiwemo jinamizi, kuota unakandamizwa. Mara nyingi hii inakuwa kama si ndoto, kinakuwa ni kitu kinatokea kutokana na ile namna uliolala, lakini uko usingizini unaota unakandamizwa. Wakati mwingine kama uko na mtu unashtuka umemzaba kibao hivi ukiwa unafurukuta. Geuka, usilale hivyo, badilika. Sasa kuna namna za kulala zinaathiri. Namna nyingine ambayo ni mbovu ya kulala ni kulalia tumbo au kulalia ubavu wa kushoto. Mwili unapolala, mwili nao unapumua. Roho inapanda huko inakoenda Allah anakohitaji, mwili nao unakuwa unapumua. Tunabaki na nini? Na nafsi. Moyo huu, roho imekwenda. Moyo ulu nyama lulopo hapa huu. Wakati wa kulala na lenyewe unataka nafasi, lupate nafasi ya kujipiga. Ukilalia upande huu au ukalalia tumbo, unanyima kitu hichi. Kwa hivyo kuota kama vile umekandamizwa ni kitu cha kawaida, kwa sababu unainyima moyo nafasi ya kupampu kisawasawa. Ukiota unakandamizwa usiseme nyumba hii na wachawi hii. Angalia pia ulikuwa umelalaje. Geuka, lala vizuri. Kwa hivyo nidhamu nyingine, ukishaota ndoto mbaya, badili mlalo uliokuwa umelala, nenda kalale vizuri. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama amezungumza kuhusu hili, akasema waliyatahawala an jambihi alladhi kana alayhi. Hadithi hii imepokewa na Imam Muslim. Ikiwa mtu ataota ndoto mbaya, basi na ageuke kwenye ubavu au kwenye upande mwingine toka kwenye ule alokuwepo. Kwa hivyo angalia aghlabu utakapokuwa umeota, ukishtuka jiangalie ulikuwa umelalaje. Kama kulala chali mathalan, ndugu zangu, kulala chali, kulalia mgongo uso ukaangalia juu, hasa kwa sie watu ambao hata namna ya kula tunaipoteza. Unafikia chakula kizito tena usiku saa 3, 4 hivi 5. Ukilala chali, ipo hatari ya hata chakula ulichokula kukupanda tena, kukupanda kutaka kutokea puani. Unashtuka umepaliwa na mate usiku, kohoa vikohozi virefu, mate alikuwa yamepita kwenye njia nyingine. Kwa nini? Namna mlalo uliolala sio. Ulitakiwa uliweke tumbo katika namna ambayo hata wakati likifanya kazi hakuna kinachoweza, na Uislamu haukutuacha. Kwa hivyo ukilala ukaota ndoto mbaya, geuka. Na adabu nyingine ni anyakuma fayusalli. Kuna wakati umelala vizuri kabisa, taratibu zote za ndoto za kulala umezitimiza, lakini inakujia ndoto mbaya kabisa ya kukutisha na kukuogopesha. Ikitokea, simama, amka usiku,
simama umuombe Mwenyezi Mungu. An yakuma fayusalli, mtu na asimame aswali at least raka hizi 2. Qul ya ayyuhal kafiruna raka moja, qul huwallahu ahad raka nyingine. Sura fupi hizi ndo zilikuwa sura ambazo kila mara nyingi mtume akiswali sunna nyepesi anasoma sura hizi. Mtume amesema kuhusu jambo hili, fa in raa ahadukum ma yakrahu falyakum fayusalli, iwapo mmoja wenu atalala akaota kitu anachokichukia, kitu kibaya, basi na aamke asimame aswali. Tunasema ndoto ni namna ya mazungumzo. Ikiwa ni ishara kwamba kuna kitu hatari kinakusogelea, ukaamka ukaswali muda huu, maanake unamuomba Allah akuepushie kitu hichi kipite mbali. Na hapa wacha nikuambieni kitu ndugu zangu, katika ndoto, pamoja na hii namna ya kulala inayopelekea wote kitu, pia kuna muda ambao unapoota inakuwa hii ni ndoto kweli, na kuna muda ukiota inakuwa ni ile na aina ya tatu ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema ni hadithi za nafsi ambazo mtu anajizungumzisha. Unalala kuanzia saa 4 tuseme, ingawa wengi hatulali muda huo. Kwanza wengine ndo kwanza muda huo umeshajipanga vizuri, unataka uweke 203 DStv, ndo mechi inaanza mpaka ukija kulala saa 6, na usiombe ukesha alafu timu yako ifungwe, hata usingizi wenyewe hautopata. Hivyo unakaa kuanzia muda wa kulala mpaka wa kuamka unaugawa kwenye vipande vitatu.